kutuwezesha kukutana tena siku hii ya leo. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Natarajia kwamba umejiandaa kwa ajili ya somo la leo. Ila utasubiri kidogo tupokee baraka za wimbo huu, halafu mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea ujumbe kutoka kwenye sura ya 7 mstari wa 15 hadi sura ya 9 aya ya 31 katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Karibu. Natumai kwamba moyo wako umesubiria wakati huu kusudi ujue ya kupasayo kutokana na yaliyotendeka hapo awali katika maisha ya watu wa Mungu, hasa taifa la Israeli. Yote haya ni kwa mujibu wa mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Somo letu la leo li kwenye sura ya 7 tukianzia aya ya 15 hadi sura ya 9 aya ya 31. Aya za kimsingi ndizo nitazingatia, kwani muda waniruhusu kufanya hivyo tu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15: Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Kwenye kipindi kilichopita nilisema hivi: iwapo utachukua aya hiyo ya 14 kama ahadi ya Mungu kwako, basi usiache aya hii ya 15. Ila mahali ambapo neno la Mungu lazungumzia, ambayo ni hekalu, haipo tena. Ni kweli kwamba kuna ujumbe kwa ajili yetu, nasi tutafanya vyema kutazama yaliyonenwa kwetu katika Agano Jipya, kama vile tulivyoona kwenye hicho kitabu cha Tito sura ya 2 aya hiyo ya 11 hadi 14. Tazama aya ya 16, nayo yatuambia hivi: maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Sehemu hii ambayo Mungu anena kuhusu ni sehemu ya thamani sana machoni pake, kama itakavyodhihirishwa wakati wa mwisho. Yani, Mungu alithamini hapo ambapo hekalu hiyo ilijengwa. Naye aendelea kunena na Sulemani akisema hivi kwenye aya ya 17 na 18: nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye sawasawa na yote niliyokuamuru, na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako, kama nilivyoagana na Daudi baba yako, nikisema, hutakosa kuwa na mtu wa kutawala katika Israeli. Mungu aliahidi kwamba hapata kosa mmoja wa uzao wa Daudi akaye kwenye kiti cha enzi. Leo hii hakuna hata mmoja awezaye kusema kuwa ni wa uzao wa Daudi, ila kuna mmoja aliye kwenye mkono wa kuume wa Mungu, aliye wa uzao wa Daudi, ambaye Mungu alimwambia akae kwenye mkono wake wa kuume hadi atakapowaweka adui zake miguuni pake. Huyo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hayo, ndugu msikilizaji, ambaye nimeyasema hivi punde, ni maandiko yaliyoko kwenye Zaburi ya 110 mstari wa 1 na kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 12 na 13. Aya hizo zote zanena habari za huyo Yesu Kristo. Kisha aya ya 19 hadi 22 neno la malizia sura hii ya 7 kwa maneno yafuatayo: lakini mkigeuka na kuziacha sheria zangu na amri zangu nilizoweka mbele yenu, mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, ndipo nitawang'oa katika nchi yangu niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaiondosha itoke mbele zangu, nami nitaifanya kuwa mithali na tukano katikati ya watu wote. Na nyumba hii iliyo juu, kila apitaye ataona ushangao, atasema, mbona Bwana ameitenda hivi nchi hii na nyumba hii? Nao watajibu, kwa sababu walimwacha Bwana Mungu wa baba zao, aliyewaleta kutoka nchi ya Misri, wakashikamana na miungu mingine, wakaiabudu na kuitumikia. Kwa hiyo ameyaleta mabaya haya yote juu yao. Hili, mpendwa, ndilo lilitendeka, kwani sehemu inayoaminika kwa hekalu ilikuwepo, hapo ndipo kuna msikiti. Huenda wafikiri kwamba kwa kuwa Mungu alichagua mahali pale, basi jambo kama hilo halingewapata watu wale. Hivyo ndivyo wale watu walivyokuwa wakijituliza wakati ambapo Yeremia aliwaambia kwamba nyumba hiyo itaharibiwa.
Lakini kama vile ilivyo, Mungu ni mwaminifu kwa neno lake, na lolote alilonena ni lazima atalitenda. Leo hii msikilizaji, kama vile nimesema, hekalu haipo na watu wale wametapakaa kote duniani, kama vile neno la Mungu lilivyowajia kwa vinywa vya manabii, kwa sababu walikosa kuitii sauti yake Mungu, nao hawakushikamana na sheria zake Mungu kama vile walivyoagizwa. Baada ya kuona hayo yaliyoko kwenye sura ya 7, sasa twageukia sura ya 8 na ya 9. Nazo zanena aliyotenda Sulemani na fahari yake na sifa za mtu huyo. Mtu huyu alikuwa mtawala mwenye nguvu sana. Hii ni kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1: ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani aliijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe. Jinsi tuonavyo hapa, ni wazi kwamba mradi wa kujenga hekalu ulichukua muda mrefu sana, pamoja na nyumba yake mwenyewe. Miaka inayotajwa hapa ni nusu ya muda wote aliyotawala Sulemani. Hilo ndilo jambo ambalo Mungu ataka tulione, yani ujenzi wa hekalu. Aya ya 2 na ya 3 zaendelea kutwambia hivi: ndipo Sulemani akaijenga miji ile Hiramu aliyompa Sulemani, akawakalisha humo wana wa Israeli. Naye Sulemani akaenda Hamath Zoba akaushinda. Katika utawala wote wa Sulemani, msikilizaji, vita hivi vinavyotajwa hapa ndivyo alifanya pekee. Haionekani kuwa ni jambo lililokuwa na umuhimu, maana alizingatiwi sana. Kwenye aya ya 9 neno la Bwana latuambia hivi: wala katika wana wa Israeli Sulemani hakuwafanya watumwa kazini mwake, lakini hao walikuwa watu wa vita na wakuu wa majemedari wake na maakida wa magari yake na wa wapanda farasi wake. Kisha tunapogeukia aya ya 4 hadi aya ya 9, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: akaujenga Tadmori wa nyikani na miji yote ya hazina aliyoijenga katika Hamathi. Tena akaujenga Beth-horoni wa juu na Beth-horoni wa chini, miji yenye maboma, yenye kuta na malango na makomeo, na Baalathi na miji yote ya hazina Sulemani aliyokuwa nayo, na miji yote ya magari yake, na miji ya wapanda farasi wake, na ya anasa yote aliyopenda Sulemani kujenga humo Yerusalemu, na katika Lebanoni, na katika nchi yote ya mamlaka yake. Basi kwa habari ya watu wote waliosalia, wa Wahiti na wa Waamori na wa Waperezi na wa Wahivi na wa Wayebusi, wasiokuwa Waisraeli, wa watoto wa waliosalia baada ya wao katika nchi, ambao wana wa Israeli hawakuwakomesha, katika hao Sulemani akawatumikisha shokoa hata leo. Wala katika wana wa Israeli Sulemani hakuwafanya watumwa kazini mwake, lakini hao walikuwa watu wa vita na wakuu wa majemedari wake na maakida wa magari yake na wa wapanda farasi wake. Katika haya tuyasomayo tuona kwamba Sulemani alikuwa mtu wa mjengo, mtu aliyependa ujenzi sana. Pamoja na haya tuona kwamba wale wote waliosalia wa wana wa Wakanani, wote ambao wana wa Israeli hawakuwakomesha, hao aliwafanya watu wa shokoa au watumishi. Lakini Waisraeli hao ndio walikuwa maakida wake, yani aliwaweka wawe viongozi katika nchi. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 10: na hao walikuwa maakida wakuu wa Sulemani, watu 250 waliotawala juu ya watu. Hili alilotenda Sulemani lilikuwa sawa kabisa na hilo ambalo Mungu aliwaamuru wana wa Israeli mara watakapofika katika nchi hiyo. Tunapogeukia aya ya 11, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Sulemani akamleta binti Farao kutoka mji wa Daudi mpaka nyumba aliyomjengea, kwa kuwa alisema, mke wangu hatakaa nyumbani mwa Daudi mfalme wa Israeli, kwa kuwa ni patakatifu, mahali palipofika sanduku la Bwana. Katika uamuzi wa Sulemani kumjengea jumba mkewe huyo binti wa Farao mbali na mji wa Daudi ni jambo la kushangaza sana. Kuna hao wanaofikiri kwamba Sulemani alioa wake wengi kwa sababu ya kisiasa, hasa kwa wazo kwamba baba mkwe hawezi kufanya vita naye. Ila hili halipo hapa au pale, ni wazo tu, ingawaje ni jambo lililo na uzito wake. Licha ya yote alilotenda Sulemani, halikuwa katika mapenzi ya Mungu. Sehemu iliyosalia ya sura hii yanena kuhusu aliyotenda mfalme, hasa kusherekea sikukuu zilizoamriwa na uchaguzi na taratibu ya utendaji kazi ya makuhani na Walawi kama alivyoamuru Daudi.
Sura ya 9 ambayo twageukia sasa yanena kuhusu habari za mwisho za Sulemani. Tayari Sulemani alikuwa amefanya jambo muhimu sana, nayo ni kuijenga ile hekalu. Je, jambo la pili muhimu ambalo Mungu ataka tuone katika maisha ya Sulemani ni nini? Ni baraka kuona kwamba Sulemani alifanikiwa katika yote ambayo Mungu alitaka atende, nalo ni kuwa ushuhuda kwa ulimwengu wote. Israeli tuionayo leo hii, msikilizaji, ni tofauti sana na mtazamo wa kanisa leo hii. Israeli walijitazama na kutenda mambo yote katika nchi yao, hali kanisa lafanya kila jambo kwa kuangalia nje au kuwaendea watu. Israeli walijenga hekalu na kuualika ulimwengu wote kwenda kuabudu nao. Kanisa nalo laanzia Yerusalemu na kuenea ulimwenguni kote. Jukumu la Israeli ilikuwa kushuhudia ulimwengu wote kumhusu Mungu mmoja na Mungu wa kweli, jina lake Yehova, katika ulimwengu uliojaa ibada kwa miungu tofauti. Nalo kanisa la shuhudia ufufuo wa Mwokozi aliye hai, yeye aliye kipatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Hili ndilo lafanywa na kila muumini. Israeli walitekeleza wajibu wao kwa kiwango, kama vile yashuhudiwa kwenye maandiko kuhusu watu wa mataifa waliofika kwa siku kuu ya Pentekoste na sherehe nyinginezo. Mfano ni yule towashi kutoka Kushi au Ethiopia. Kwa msingi huo, kipimo cha ufanisi wa kanisa ni jinsi limewafikia watu wa makabila mbalimbali na mataifa pia. Ni kawaida kusikia jinsi Israeli walishindwa kama taifa kufanya hili au lile na kutukuza hayo ambayo kanisa limetenda. Ila kweli ndiyo hii, msikilizaji, iwapo kuna jambo linalohitajika ni kanisa kufanya bidii kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu kuwahubiri watu habari njema. Siku za leo zaendelea kujawa na giza, na twaona ugumu uliopo katika uenezaji wa Injili. Watu wamemwacha Mungu, wala hawataki kusikia lolote kumuhusu. Kwa hivyo unapofikiri habari ya Israeli, kweli ni kwamba wao walifaulu sana kuliko tufikiriavyo sisi. Kuna wakati ambapo watu hao walifanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Ushuhuda ulitoka Yerusalemu na kuwafikia mataifa yote kumuhusu huyo Mungu, Mungu wa Israeli. Mataifa yalivutwa kwenda Yerusalemu kama sumaku ifanyavyo, kilele chake ikiwa wakati wa utawala wa Sulemani. Baadaye hali hiyo ilizorota, hasa walipomwacha Bwana Mungu wao. Maandiko yatupa visa viwili kuhusu ushawishi wa Daudi na Sulemani juu ya mataifa. Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa rafikiye Daudi, naye alifikia ufahamu wa Mungu wa kweli kwa sababu ya Daudi. Hili latokana na zawadi alizotoa kwa ajili ya ujenzi wa hekalu ya Mungu. Tazama aya ya 12 kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili, ambapo neno lasema hivi: Hiramu akasema, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye amempa Daudi mwana wa hekima, mwenye busara na akili, ili amjengee Bwana nyumba na nyumba ya ufalme wake. Kisha kuna habari za Malkia wa Sheba ambazo twapewa ili kujulishwa kwamba Israeli waliufikia ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa Mungu huyo wa kweli katika ulimwengu uliojulikana wakati huo. Habari za huyu Malkia wa Sheba ndizo twazipata kwenye sura hii ya 9. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2: na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani, alikuja ili amjaribu Sulemani kwa maswali ya fumbo huko Yerusalemu, mwenye wafuasi wengi na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya thamani. Alipomfikiria Sulemani, akamwambia mambo yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Kwa lugha nyingine, malkia huyo alipotaka kujua siri ya ufalme wa Sulemani, Sulemani alimjulisha kwamba Mungu alimpa moyo wa adili, hekima na busara. Haiwezekani kwamba alikosa kumwelezea jinsi alivyomsogea Mungu kwa dhabihu na sadaka katika ile hekalu ya ajabu tena kubwa iliyokuwepo hapo Yerusalemu. Kwenye aya ya 3 na 4 neno laendelea kutwambia hivi: naye Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Sulemani na nyumba aliyoijenga na vyakula vya mezani mwake na kikao cha watumishi wake na usimamizi wao wa ngoje wake na mavazi yao na wanyweshaji wake na mavazi yao na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Unaposoma kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza aya ya 24, neno lasema hivi kwa habari ya Sulemani:
Ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Kwa msingi wa hili lililoko kwenye sura hii, twaona kwamba kufika kwa malkia wa Sheba kumwona Sulemani ni mmoja kati ya wengi walioutafuta uso wa Sulemani. Aya hiyo yatufunulia jinsi Israeli walifaulu katika kiwango kuwashuhudia walimwengu kumhusu huyo Mungu mmoja. Malkia huyo alishangazwa sana na jinsi dhabihu ilivyotolewa. Ulimwenguni mwote, msikilizaji, hapakuwa na ibada ya namna hiyo, maana ilikuwa ibada kwa Mungu wa kweli. Na neno la Mungu liendelea kutwambia hivi kwenye aya ya 5 na ya 6: akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako, lakini mimi sikuyasadiki maneno yao hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Wala tazama, ukuu wa hekima yako si kuambiwa nusu, wewe umezidi kuliko habari nilizozisikia. Mara mwanamke yule malkia wa Sheba aliposikia habari ya matendo ya Mungu katika Israeli, moyo wake haukutulia. Alifanya safari hiyo ndefu kufikia nchi hiyo apate kusikia hekima ya mtu huyo na jinsi alivyokuwa amenenwa habari zake. Hayo aliyoyasikia, alipofika kule alifahamu kwamba hakuambiwa nusu ya yote yaliyokuwepo, na kwa sababu hiyo roho yake ilizimia. Hebu tazama aya hii ya 7 na 8, ambapo neno laendelea kutuambia habari za huyo malkia wa Sheba. Sikiliza: heri watu wako na heri hawa watumishi wako wasimamao mbele yako siku zote, wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe, ili akuweke juu ya kiti chake cha enzi kuwa mfalme wake Bwana Mungu wako, kwa kuwa Mungu wako amewapenda Israeli kuwadhibitisha milele. Kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme juu yao, ufanye hukumu na haki. Baada ya malkia yule kuona hayo yote, alianza kumsifu Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo akinena kumuhusu kwenye hicho kitabu cha Mathayo sura ya 12 aya hiyo ya 42, alisema hivi: malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Hili ndilo nilisema awali kwamba Israeli ilikuwa kama sumaku iliyowavuta watu kuwaendea kama huyo malkia wa Sheba. Nao waliofikia kule walipata kujua habari za Mungu mmoja, Mungu wa kweli, Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, Mungu wa Israeli. Kisha kwenye aya ya 22 hadi 25 neno la Bwana latuambia hivi: basi mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Wafalme wote wa duniani wakamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Sulemani akawa na mazizi ya farasi na magari 4,000 na wapandao farasi 12,000 aliyowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Hakika Sulemani aliushuhudia ulimwengu wa wakati wake kwamba kuna Mungu mmoja, naye ni Mungu wa Israeli. Hata hivyo, kwa sababu ya farasi alizokuwa nazo nyingi, twaona kuwa huo ulikuwa udhaifu na makosa kwa upande wake. Hili nalisema kwa kuwa sheria ya Mungu haikumruhusu mfalme ajiongezee farasi au dhahabu au fedha au wake. Yeye alifanya kinyume, jambo ambalo lilimfanya amwache Bwana Mungu wake. Msikilizaji, ni vyema kujitahadhari kabisa kwa hayo ambayo Mungu ametuagiza tusiyafuate, kwa maana mara tunapoyafanya hayo yaliyo kinyume, mwisho wake huwa ni hasara kwetu. Kwa kumalizia sura hii ya 9, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 26 hadi 31: akatawala juu ya wafalme wote toka mto hata nchi ya Wafilisti na hata mpaka wa Misri. Mfalme akafanya fedha humo Yerusalemu kuwa kama mawe, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela kwa kuwa mingi. Wakamletea Sulemani farasi kutoka Misri na kutoka nchi zote. Basi mambo yake Sulemani yaliyosalia, ya kwanza na ya mwisho, je, hayakuandikwa katika tarehe ya Nathani nabii, katika unabii wa Ahiya Mshiloni,
na katika maono ya Ido mwonaji juu ya Yeroboamu mwana wa Nebati? Akatawala Sulemani katika Yerusalemu juu ya Israeli wote miaka 40. Naye Sulemani akalala na baba zake, akazikwa mjini mwa Daudi babaye, akatawala Rehoboamu mwanawe badala yake. Utakubaliana nami kwamba hapaja kuwepo na mfalme kama Sulemani katika ulimwengu huu tena. Katika yote haya tuona kwamba Mungu alimtimizia Sulemani ahadi ya kumpa moyo wenye hekima, maarifa, mali na heshima kuliko wote waliomtangulia na wote waliofuata baada yake. Msikilizaji, huyo ndiyo Mungu wetu, huyo ndiye Mungu aliye mwaminifu siku baada ya nyingine. Na kama vile malkia huyo alishuhudia Sulemani na kumwambia kwamba ukuu wa hekima yake hakuambiwa nusu, na ya kuwa amezidi kuliko habari alizoambiwa, ndivyo itakavyokuwa tutakapomwona Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo akinena habari zake mwenyewe asema kuwa mkuu kuliko huyo Sulemani yuko hapa. Nawe ambaye umemwamini Kristo, fahamu ya kuwa utakapomtazama katika utukufu wake mara atakapofunuliwa, basi utaelewa kwamba nusu ya yale ambayo tumesikia hayafikii nusu ya jinsi alivyo yeye. Ndugu msikilizaji, sijui nitakueleza jinsi gani, maana mimi sijamuona, lakini natazamia kwamba kuna siku nitakayomuona, kwa kuwa yeye ni mkuu kuliko Sulemani. Ndugu yangu, hebu tuendelee kumwabudu huyu Bwana, tuendelee kumsifu huyu Bwana, maana siku hiyo toshelezo letu litafikia tutakapomuona jinsi alivyo. Hebu natuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na asema asante kwa ajili ya muda ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, kusudi tujifunze neno lako ambalo ni uzima wetu. Bwana, umetufunulia mambo makuu, mambo yanayotubariki mioyo yetu, yanayotuelekeza katika njia inayostahili, na kutuonyesha kwamba twahitaji kuishi kama vile wewe umetukusudia maishani mwetu. Tusaidie katika kila hali, tuishi tukifahamu ya kuwa tumaini ulilotupa maishani mwetu ni tumaini lililo hai, tumaini ambalo li katika Kristo Yesu mwana wako aliye hai. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na mafundisho tuliyopokea leo hii ataendelea kutafuta uso wako, ataendelea kukutafuta ewe Bwana, na kutenda kulingana na maagizo yako, kusudi yote ambayo umemwahidia katika Kristo Yesu yapate kutimia maishani mwake. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba umebarikiwa kweli kweli, kwa kuwa unapolisikia neno la Mungu, neno hilo ni lazima litakubariki mara unapofungua moyo wako. Na kwa kuwa moyo wako ulikuwa wazi kwa neno hili, Mungu amekubariki, Mungu amekuinua, na Mungu ataendelea kukutendea makuu, maana wewe walipenda neno lake. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa. Na hadi wakati huo, na kutakia heri na amani yake Kristo itawale katika moyo wako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo
sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.